Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu wa Kiislamu ambao mnafuatilia channel yetu ya Siaf Online TV, tupo kwenye marekebisho ya kitu fulani ambacho tunakipambania kikae sawa, ambacho kitu hicho kitakuwa kina maslahi mapana ya mimi na nyinyi kwa ajili ya akhera yetu. Hapa nilipo niko nje ya Zanzibar, au na utafuta mkoa wa mwisho wa Tanzania. Nimesimama tu hapa sehemu nikaona nitume huu ujumbe kwa sababu siku naona zimekuwa nyingi. Baada ya kutengeneza clip ya shekhe wenu wa mkoa wa Dar es Salaam, huyu ni shekhe wenu watu wa Dar. Mimi niko Zanzibar kule, huyu sio shehe wangu kwa sababu yule si anaitwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi siko mkoa wa Dar es Salaam. Au nakosea nikisema sio shehe wetu? Sijakosea, niko sawa. Baada ya kutengeneza klipu ya kwamba yeye anaimba, kasimama kwenye stage, sijui ndo kwenye jumba lile pale, amekamata mic vizuri, huku anatunzwa, anaimba mpaka kuna watu wanapandwa na midadi, wanapiga mpaka mazogo, watoto wa kiume, wanawake wanamrekodi. Wanawake hawa wengine ni wake za watu, wengine sio wake za watu. Tusidanganyane bana, katika mkusanyiko wa wanawake kama vile piga ua kuombana namba za simu ya zinaa ni kwa 95% mpaka na 9. Wala sijitokeze mtu akasema wale waliokuwa pale wote ni Maria wale. Wala sije akajitokeza watu akasema waliokuja pale wote watakatifu. Puzi mtupu, hakuna chochote. Mwanamke kajipamba, amekwenda pale, amejitia makeup, amejitia mawanja, amejitia mapiko. Puzi mmoja. Basi kunambia pale hapawezi kutokea jambo lolote baya. Tuache sasa wanawake. Shehe wenu wa mkoa wa Dar es Salaam aliuliza swali badala ya hiyo clip ya kwamba shehe, unaonekana unaimba sasa hivi sana mitandaoni. Baada ya kuuliza hilo swala, akaongeza swala lake yeye, na sio kuimba tu, watu wananiambia naonekana sana mtandaoni. Ili swala la kijinga hili, yani wao wameulizwa kuhusu kuimba. Kuimba ndo jambo kubwa ambalo litakuwa lina maslahi mapana kwa Waislamu. Kwa shekhe kama wewe mkubwa unaoaminika, unaonekana unaimba, ulitakiwa ujibu swala hilo na sio kuongeza swala. Akaongeza swala jingine la kwamba eti na sio hilo tu, manake naonekana sana mitandaoni. Sasa kuonekana mitandaoni kwani kuna shida? Mbona kuna mashehe wetu wengi wabora wanaonekana mitandaoni, lakini wanaonekana kwa faida, au vipi? Haya, akajisifu pale ya kwamba yeye anaonekana mitandaoni tokea 2000 na ngapi, wala sisi haituhusu hiyo kuonekana mtandaoni tokea 2000 na ngapi. Kuhusu kuimba anatoa hadithi, sio hadithi gani ile, sitaki nirejee hapa nikaikosea, lakini tafsiri yake anasema kwamba eti Qur'ani pia inaimbwa. Astaghfirullah, Qur'ani pia inafanya nini? Inaimbwa. Sawa, Qur'ani inatakiwa ighaniwe, sio? Haya, anosemea yeye hii ni ipi ambayo inatakiwa ghaniwe kwa ala za music. Sababu ya kumwambia yeye anaimba ni kwa sababu pale kulikuwa kuna ala za music, ndio hizo almaazifa zenyewe alichokuwa ndo anatumia pale. Kauliza swala kutokana na nyimbo aliyokuwa anaimba pale kwenye stage, pale kwenye holi. Anatuletea hadithi ya Qur'ani kuimbwa. Inahusiana nini na masuala hapa Qur'ani kuimbwa? Kwani walipoambia unaimba, si tulikusudia ile nyimbo pale ulikuwa unaimba pale na zile ala za music? Unatujibu jibu gani wewe? Anakuja kujibu jibu jingine ambalo halihusiani. Eti Qur'ani kwa sababu pia iimbwe. Kwani wewe pale ulikuwa unaimba Qur'ani siku ile? Haya, uliposimama juzi tumetengeneza clip tumekurusha kabisa, unatunzwa mpaka na pesa. Pale wewe ulikuwa unasoma Qur'ani mpaka uje kulijibu swala hili kwa kuleta hadithi ya Qur'ani. Tunataka utujibu ni hadithi gani uliyoitumia kutumia ala za music katika mashairi unayosema ndio yanafaa. Mtume gani au sahaba gani ambaye kazi yake alikuwa amekamata vinanda anampigia mtume wakati anasikiliza mashairi? Mbona mimi nikiongea Kiswahili naongea kizuri tu, na alhamdulillah mimi mtu wa Zanzibar, Kiswahili kizuri tu mzee. Tumeelewana vizuri bwana mkubwa. Yani hapa naongea na wewe sijakamata kitabu, wala sijazivuta hadithi, wala sijazivuta aya za Allah subhana, kwa sababu nimesimama, niko njiani kuelekea huko mwisho wa Tanzania yenu. Tumeelewana? Bwana Shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tunataka tena utujibu
Ni hadithi gani iliyokuruhusu wewe kuimba mashairi ukazitia na zile ala za music, ukakaa mbele ya watu, mbele kuna wanawake na wanaume katika sherehe ya hafla kama ile, ukawa unaimba na mziki? Usituchanganye bwana we, usijizime data bwana we. Alafu mkiambiwa Levi wa Zanzibar ni bora kuliko Shehe wa Bara mnakasirika. Hebu tujibu vizuri. Juzi namuona Shehe Mwenzi Al-Hadi tena akasema eti Karume katajwa kwenye Qur'ani. Aisee, tutamjibu yule, tunakwambia. Wacha nirudi nilipo, tutamjibu, tutaendelea kukujibu na wewe. Tunataka mnyoke, hatutaki ujinga sisi. Tuko serious na dini yetu. Utaniambia kitu gani? Watu tumezaliwa tukiwa katika mifupa hiyo. Sisi Waislamu wa mchongo ndugu yangu. Hatuna uchongo sisi, babu bibi kitukuu wa Islam ndugu yangu. Alafu tunajua sheria za mipaka yetu. Tunakuuliza wewe shekhe ambaye ndo watu wanakusikiliza, umepata wapi hadithi ya kukubali ya kuimba ya kuimba mashairi na ile muziki? Tuambie hadithi ipi, tusomea.